Mpaka sasa Diamond Platnumz anadaiwa kuwa anampa kiburi Ibra kwa sababu ya kile ambacho ameweza kukifanya. Na ukweli ni kwamba baada ya Diamond Platnumz kuonyesha kwamba anakubali copy and paste ya Ibra, kumekuwa kuna maswali mengi sana. Kwa nini hakuwahi kuiposti nyimbo yoyote ya Ibra kabla ya ugomvi ambao umeweza kutokea kati yake yeye na Harmonize? Sasa ni moja kati ya story kubwa sana ambayo imeweza kutokea kwenye mitandao ya kijamii, na watu wengi wakawa wanaamini kabisa kwamba huenda Diamond Platnumz akamsign Ibra pale kwenye record label ya WCB, na watu wengi pia wanatamani kuliona hilo. Lakini pia moja kati ya kitu ambacho kinazungumzwa zaidi ni namna ambavyo Ibra ameendelea kuisimamia kesi yake au issue yake yeye pamoja na Harmonize. Sasa kikubwa zaidi tunafahamu kwamba Diamond Platnumz yeye ameonyesha kupenda nyimbo ya copy and paste, na swali kubwa likawa ni kwamba kwani nyimbo zingine zote za Ibra Diamond Platnumz hajawahi kuzisikia au ndio hii ya kwanza ameamua kuipenda? Kwa sababu kumekuwa kuna stories nyingi sana baada ya Harmonize kumtukana Diamond Platnumz kupitia mitandao ya kijamii na kusema kwamba anapenda kudandia mambo, na ikaonekana wazi kabisa kwamba ni kama Diamond Platnumz amefurahia kuona Ibra anataka kutoka Konde Gang, lakini pia hizi bilinge za Ibra kutaka kulipa hizo pesa za bilioni 1 zimekuwa kubwa sana. So ni kama Diamond akaonekana anashabikia. Je, kuna ubaya wa Diamond Platnumz kuweza kushare nyimbo ya Ibra kupitia ukurasa wake wa Instagram? Unaweza kuniambia hapo kwenye sehemu ya comment. Sasa kubwa zaidi ni kwamba mmoja kati ya watangazaji wa Wasafi ameweza kufunguka na kusema kwamba ye amemshauri Diamond Platnumz asimsign Ibra kwenye record label ya WCB. Hiki ni kitu ambacho pia kimezua mjadala mkubwa sana, na watu wengi wakaanza kushare kupitia mitandao ya kijamii. Wanadai kwamba mbona watu kama wana roho mbaya, kwa nini wanaanza kuzungumza hivyo, au kwa nini wanazungumza na Diamond Platnumz kwamba asimsign Ibra kwenye record label ya WCB. Na tunafahamu kwamba Ibra ni msanii mzuri, anafanya vizuri sana, pamoja na kwamba sasa hivi anaonekana ni kama ana kiburi, lakini pia baadhi ya watu ambao wanazungumza kwamba kiburi chake kimeongezwa zaidi baada ya Diamond Platnumz kushare nyimbo yake ya copy and paste. Mind you, Diamond Platnumz hajawahi kushare nyimbo ya Harmonize toka ameondoka kwenye record label ya WCB. Pamoja na kwamba wanaonekana wana ushikaji, lakini Diamond Platnumz hajawahi kuthubutu kushare nyimbo ya Harmonize yoyote. So unajiuliza ni kama Harmonize hajawahi kutoa ngoma kali ambayo inamshawishi Diamond Platnumz, na pia unapata majibu ya kwamba ni kama Ibra ametoa ngoma kali kuliko ambazo amewahi kuzitoa Harmonize, ndio maana imemshawishi Diamond Platnumz ambaye alikuwa bosi wa Harmonize kuweza kuishare. Unajua kwa upande mwingine hiyo kitu inauma, yani unaona mfanyakazi wako anapata hiyo support kutoka kwa bosi, afu wewe ndio bosi wake. Yani sijui kama naeleweka. Yani wewe ni bosi wa mtu, lakini na umeajiri, afu hiyo support anaipata mfanyakazi wako badala ya wewe. So ni kama umemfundisha mtu kazi alafu yeye anasifiwa, wewe ambaye umemfundisha hiyo kazi hausifiwi. Ndio kwa kitu ambacho Diamond Platnumz ameweza kukifanya, cha kumsifia Ibra kwa kufanya vizuri zaidi kuliko Harmonize. Na ndio maana Harmonize akawa ameumia, akaamua kumchana Diamond Platnumz, na akawa amezungumza baadhi ya maneno ambayo sio mazuri kupitia mitandao ya kijamii, hiyo ikionyesha wazi kabisa kwamba Diamond ni kama alimpiga na kitu kizito hivi usoni. Sasa nikwambie tu, posti ya Diamond Platnumz ambayo ina nyimbo wa Ibra mpaka leo hii na siku 3 na ina comments zaidi ya 14,000. Imagine. So Diamond Platnumz ameonyesha upendo kwa kushare hiyo picha zake ambazo ameziweka, lakini pia akawa ameweka hiyo audio ya copy and paste ambayo ameweka kabisa kwenye posti zake, yani kaiweka pale mbele, hajaweka kwenye Insta story, kaweka pale mbele. So hiyo ikaonyesha wazi kabisa kwamba Diamond amekubali kile ambacho Ibra amekifanya kwenye copy and paste, na sio tu kumpa kiburi ila pia amemheshimisha, kwa sababu Diamond Platnumz anafuatiliwa na watu wengi. Ukimwona Diamond Platnumz ameposti kitu kwenye Instagram yake pale kwenye posti, ujue kabisa ni tangazo au ni kitu ambacho kina impact kwake, au ni picha tu. Lakini kaposti picha afu kaweka na ni picha zenyewe ni mpya, afu kaweka na audio ya Ibra, so kamheshimisha sana, kwa sababu sio tu Tanzania, ni duniani kote Diamond ana mashabiki wengi sana ambao wamekuwa wakimfuatilia. Hasa hili swala ambalo linazungumzwa kwa sasa kwamba Diamond kampa kiburi
Ibra, inawezekana ni kweli, kwa sababu hakuna msanii mchanga au msanii ambaye ni wa kawaida tu anafanya vizuri akapostiwa na Diamond Platnumz afu asijisikie vizuri. Yani Ibra paka ameenda akacomment pia, so inaonekana wazi kabisa kwamba yeye mwenyewe yuko proud. Lakini pia ukiangalia reaction baada ya Diamond Platnumz kuposti hizo picha ambazo zina audio ya Ibra, ya wimbo wa Ibra ya copy and paste, imeleta utofauti. Nyimbo imeenda sana, Ibra mwenyewe akaamua kuachia video, kwa hiyo watu wameendelea kuifuatilia sana hiyo nyimbo na search zimeongezeka, YouTube inafanya vizuri kwa sababu tu ya Diamond Platnumz. Kwa hiyo unaona namna ambavyo ukubwa wa Diamond Platnumz jinsi ambavyo upo na namna ambavyo yeye amekuwa msanii mkubwa na amejiwekea kwenye level fulani. So kwa kiburi tu mimi naungana na mashabiki ambao wanadai kwamba Diamond Platnumz kampa kiburi Ibra, kwa sababu hata kama ungekuwa ni wewe lazima ungefurahi afu ungevimba kwamba msanii namba moja Tanzania, East Africa, anafanya vizuri, duniani wanamjua. Kaniposti kwenye ukurasa wake wa Instagram mwenye followers zaidi ya milioni 10, YouTube ana zaidi ya milioni 10. Kwa nini mimi nisiwe proud? So ni kitu ambacho Ibra ameamua kukionyesha kwamba anakubali, lakini pia kuna kuvimba fulani hivi lazima uwe na kitokee hicho kitu, yani uvimbe uonyeshe watu kwamba bana nimepostiwa na Chibu Simba. Sasa kwa hizi tetesi ambazo zimekuwa zikizungumzwa kwamba huenda Ibra ataenda pale WCB, na baadhi ya watangazaji wamekuwa wakisema kwamba wameshamshauri Diamond asimsign Ibra pale, hizi tunaendelea kuzifuatilia kwa sababu bado kesi ya Ibra inaendelea kulindima pale Basata. Watu wanaendelea kufuatilia kile ambacho kinatakiwa kufanyika, na leo alikuwepo pale Basata kuzungumza, lakini bado hawajafikia mwafaka. Kwa hiyo bado tunaendelea kufuatilia kile ambacho kinaendelea kati ya Ibra pamoja na Harmonize, na hapa ndio sehemu sahihi ya kupata kile ambacho sisi tutakuwa tunakuletea kila mara kuhusiana na hili sakata la Ibra kujiondoa kwenye lebo ya Konde Gang, ambapo anatakiwa kulipa kiasi cha shilingi bilioni 1 ili aweze kumalizana au kuvunja mkataba, wazungu wanasema termination. Sasa hiyo termination ya bilioni 1 Ibra ataiweza? Bado siri kubwa iko Basata, na sisi tunatamani kufahamu kile ambacho kitatokea baada ya hapo, kwa sababu Ibra hajatupa majibu kamili kuhusiana na yeye kumalizana na atamalizana nao vipi Konde Gang. Ingawa Harmonize paka leo hii hatujamuona, ila baki na sisi hapa kusubscribe na kutufollow kwenye mitandao yote ya kijamii, Facebook, Instagram na Twitter as a Bongo Touch. I go by the name Jay.